Rais wa Marekani Donald Trump amerudia maonyo yake ya kutaka kuingilia masuala ya Iran, akisema anaweza kuchukua hatua kabla ya kukutana na maafisa wa taifa hilo. Amesema maafisa wa Iran wanataka mazungumzo. Hata hivyo, hajasema ni hatua gani anazokusudia kuchukua. Kundi la waangalizi lenye makao yake Marekani limesema zaidi ya watu 500 wamefariki katika maandamano ya Iran tangu mwezi Disemba mwaka uliopita. Rais Donald Trump tayari ameonya kwamba Marekani itaingilia kati kuwalinda waandamanaji nchini Iran ikiwa watauawa, jambo ambalo linaonekana kutokea hadi sasa. Alipoulizwa ikiwa Iran imevuka mstari mwekundu katika kudhibiti maandamano ama kutumia nguvu, amesema ndiyo, inaonekana taifa hilo limevuka mstari mwekundu katika kuyadhibiti maandamano, hali inayopelekea madhara kwa raia wa taifa hilo. Video imeibuka ya chumba cha uhifadhi maiti cha muda kilichowekwa nje kidogo ya mji wa Iran, Teherani. Wairani wengi wamekwenda huko wakitafuta wapendwa wao. Timu mbalimbali za vyombo vya habari zimeonyesha miili 180 ikiwa imefungwa nguo nyeupe, ikiwa inatajwa kwamba miili hiyo ni ya watu waliopoteza maisha katika maandamano. Wataalamu na mashuhuda wanasema maandamano ya kupinga serikali nchini Iran yamekuwa makali kiasi kwamba hayajawahi kuonekana hapo awali katika historia ya miaka 47 tangu mapinduzi ya Kiislamu ya nchini Iran. Watu katika miji kote nchini humo wanajitokeza mitaani kuelezea hisia zao. Rais Donald Trump amesema Marekani iko tayari kuwasaidia wale wanaopinga utawala wa Iran. Maafisa wa Iran wameonya kwamba ikiwa Marekani itashambulia, nayo itawashambulia washirika wa Marekani katika eneo hilo. Wataalamu hao wanaamini kwamba ukubwa na uzito wa machafuko ya sasa nchini Iran ni wa kihistoria. Hata hivyo, wanabainisha kwamba kumewahi kutokea maandamano nchini Iran hapo awali yaliyotambulika kama harakati za kijani za mwaka 2009. Yalikuwa ni maandamano ya watu wa tabaka la kati wakipinga udanganyifu katika uchaguzi. Ingawa yalikuwa makubwa, lakini yalifanyika katika miji mikubwa pekee. Maandamano ya sasa pia yanaonekana tofauti na maandamano ambayo yalifanywa katika maeneo maskini zaidi nchini mwaka 2017 na 2019. Maandamano ya hivi sasa yanafanana sana na yaliyotokea mwaka 2022. Machafuko hayo yalizuka baada ya kifo cha Mahsa Amini mwenye umri wa miaka 22. Mahsa Amini, mwanamke Mkurdi, alikamatwa na polisi wa maadili wa Irani kwa kutokuvaa hijabu yake vizuri. Alifariki akiwa chini ya ulinzi wao. Ripoti kadhaa zilisema maandamano yaliyozuka baada ya kifo cha Amin yalifikia kilele siku 6 baadaye. Kwa upande mwingine, maandamano ya sasa yameenea sana na yamekuwa yakiendelea kwa kasi tangu yalipoanza Disemba 28 mwaka uliopita. Kama maandamano ya mwaka 2022, waandamanaji sasa wanadai mabadiliko katika utawala. Wanasema maandamano ya mwaka 2022 yalianza na masuala ya wanawake, lakini haya ya sasa yameleta masuala mengi zaidi. Disemba mwaka 2025, maandamano yalianza kuhusu masuala ya kiuchumi. Ndani ya kipindi kifupi, maandamano yanataka mabadiliko ya utawala. Mwishoni mwa Disemba, wafanyabiashara katika soko kuu la Teherani waligoma, wakitaja kiwango kikubwa cha ubadilishaji wa riali ya Irani dhidi ya dola ya Marekani. Maandamano hayo pia yameenea hadi maeneo maskini zaidi magharibi mwa nchi hiyo. Tangu wakati huo, waandamanaji wamekuwa wakiandamana mitaani, wakiimba dikteta lazima aondoke. Waandamanaji sasa wanadai mwisho wa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei na mwisho wa utawala wa kidini. Hakuna kiongozi aliyeongoza maandamano ya mwaka 2022. Ndiyo maana yalionekana kuisha mapema. Lakini kinyume chake, viongozi mashuhuri kama Reza Pahlavi wanashiriki kikamilifu katika maandamano ya sasa. Baba yake Reza Shah Pahlavi aliondoka madarakani baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Reza Pahlavi, ambaye kwa sasa yuko uhamishoni, anajaribu kuongoza harakati hii kutokea mbali. Ndiyo maana maandamano haya yanaonekana kuendelea kwa muda mrefu. Kauli mbiu za kutaka kurejea kwa utawala wa familia ya Pahlavi zinasikika zaidi kuliko hapo awali. Pahlavi, ambaye anaishi nchini Marekani, amejitangaza kuwa Shah wa Iran. Ujumbe wake unaowataka watu kujitokeza mitaani unasambazwa sana na wengi nchini Iran.
Vijana wanahimizwa kwa njia isiyo ya moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii kujiunga na maandamano hayo. Ukali wa maandamano ya hivi karibuni katika miji kadhaa Teherani unaonyesha jinsi ombi la Pahlavi lilivyokuwa na ufanisi. Jambo lingine linalotofautisha maandamano ya 2022 na maandamano yanayoendelea sasa ni Marekani. Tofauti na maandamano ya awali, maandamano ya mwaka huu yanaonekana kupata uungwaji mkono kutoka ikulu ya Marekani. Trump anaonyesha uungaji mkono kwa waandamanaji na anatishia kushambulia maeneo ya serikali ikiwa atalazimika. Hili halijawahi kutokea hapo awali. Mnamo mwaka 2009, wakati wa maandamano dhidi ya madai ya udanganyifu katika uchaguzi wa rais wa Iran, waandamanaji waliimba Obama Obama, uko pamoja nao au pamoja nasi. Mwaka 2009, Barack Obama alikuwa rais wa Marekani. Baadaye alionyesha majuto makubwa kwa kutokuwaunga mkono hadharani waandamanaji wakati huo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alisema maadui wa Iran wanageuza na kudhibiti maandamano hayo kwa faida yao. Washirika wa Irani wamepungua katika siku za hivi karibuni, jambo ambalo ni tatizo jingine kwa taifa hilo. Tofauti na maandamano ya mwaka 2022, maandamano ya mwaka huu yalianza mara tu baada ya vita vya siku 12 na Israeli na mashambulizi ya Marekani dhidi ya Irani. Baadhi ya wataalamu wanasema mashambulizi makubwa dhidi ya Irani mwaka jana yameharibu sifa na jina la kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC machoni pa watu wa Irani, kikosi kikubwa cha jeshi nchini humo. Lakini kutokana na maandamano ya mwaka 2022, maandamano ya mwaka huu yaliyoanza mwaka 2025 yanaonekana kuwa yenye nguvu na pengine yakawa na mwisho mbaya kwa mamlaka nchini humo. Lakini nini kitatokea? Endelea kufuatilia, usisahau kusubscribe na kulike.